Kwanza mimi nategemea tutakwenda kufanya vizuri kwa sababu yote yanotokea waga ni kipindi cha mpito, kwa sababu kama unajua tulianza na mwalimu mwingine na timu kama timu iliamua kumbadilisha mwalimu, na tuna mwalimu ambaye aliyekuja aliwahi kupita hapa, aliwahi kucheza hapa, kaja kwenye mazingira ambayo aliyaishi. Kwa hiyo naamini mazingira mengi anajua, anafanya kazi yake kwa weledi kwa vitu vingi. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tunaenda kwenye awamu hii na tutafanya vizuri ukizingatia tulipotoka huko mwanzo. Kwa hiyo niwaambie tu washabiki kwamba hizi mechi tunazozicheza hizi kama mlivyokuta hivi ni katika moja ya maandalizi, na nyewe mmeona mechi tulizozicheza hapa katikati tumecheza vizuri, naamini japo matokeo ni jambo kubwa. Hatujapata matokeo mazuri kwenye hizo game 3 tulizocheza kutokana nafikiri na uchovu wa safari kwenda kurudi, ila naamini tunaenda kufanya vizuri na timu itabaki. Ukisema imekuwa tukisuasua, nafikiri mwaka jana labda na mwaka huu ndio tumekuwa kwenye tatizo la kusuasua. Naamini pia kusuasua kwetu ni kipindi cha mpito, sababu timu nyingi zinafanya vizuri. Unajua ligi kuu sasa imebadilika, naona mambo yamekuwa mengi, udhamini umeongezeka, kwa hiyo timu nyingi zimekuwa na nguvu ya kumpambania. Kwa hiyo naamini hata sisi pia hapa tulipo ni kipindi tu cha mpito. Kama tunaweza kukaa vizuri na tutabaki ligi kuu, kutokana na nafikiri viongozi wamekaa wameliangalia hilo, tunakwenda kufanya vizuri na tutabaki ligi. Unajua washabiki wanaongea vitu vingi kwa sababu kwenye ligi kuu, kwa mfano mnacheza na timu kubwa, ratiba ni moja, hizo lazima atacheza na hizo timu kubwa, haitapingika. Kwa hiyo kila mchezo mwalimu anakuja na maandalio yake, kila mchezo na maandalio aliyoyapanga mwalimu. Kwa hiyo mimi naamini sisi tunachezaga tunavyocheza. Ikitokea tumepoteza kwenye mechi ndogo, na maana maandalio tuliyofanya tumezidiwa mbinu na zile timu. Sio kwamba tunazikamia labda Simba Yanga na Azam hapa. Sisi tunacheza kutokana na maandalio aliyotuandalia mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi. Of course inatofautiana kitu kimoja tu, sababu mchezaji anapocheza timu kubwa anaongeza kitu chake cha ziada zaidi, kwa sababu mpira ni maisha, na wachezaji wanapocheza wao wanaamini kwamba zile timu kubwa ndo fursa ya kwanza ya mlango wa kutokea kwenda kwenye maisha mengine kutoka kwenye hizo timu zetu ndogo. Kwa hiyo anachoongeza mchezaji nafikiri ni ile morali yake inakuwa kubwa kuliko anapocheza na hizo timu kama Coast, anacheza kama ni, lakini maandalio ya mwalimu yanakuwa ni maandalio yale yale. Basi malengo yangu yameishia hapo. Nafikiri ndoto kubwa ya mchezaji anapocheza ligi, anapoingia kwenye ligi, ndoto zake kubwa ni kucheza timu ya taifa. Haijalishi unacheza Namungo, unacheza Prison, unacheza Mbeya City. Ukiitwa timu ya taifa ina maana ni ndoto moja kubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo kucheza timu ya taifa kwangu ilikuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi. Nimecheza na namshukuru Mungu. Kuna watu ni wachezaji wazuri kuliko mimi, wamecheza misimu mingi au misimu karibu 10 na ngapi, lakini hawajaitwa timu ya taifa. Kwa hiyo mimi ni nani shida kumshukuru Mungu? Mimi ndoto yangu ni kubwa kutokana nishacheza sana mpira kwa malengo. Kama ningekuwa na malengo mengine leo usingenikuta Prison. Lakini nimeshakaa Prison muda mrefu, kwa sina malengo mengine zaidi. Mimi nitastafia hapa na nitaendelea maisha.